Waifu. Jamani huyo mume wangu huyo. Wow. Mume wangu. Umetukuza nini? Bwana shangazi anabaya bwana. Asante. Anipa zawadi. Pole na kazi mume wangu. Asante. Karibu kae mume wangu. Asante sana. Salama za kushinda? Salama jamani. Tulikumisi. Asante. Shangazi ya jambo? Shangazi ya jambo bwana. Nashukuru. Niko hapa peke yangu na mwanangu mpweke yake ya Mungu. Sawa. Mimi nashukuru umekuja. Haina shida. Mimi nikuandalie chakula. Sasa bwana shangazi anabaya bwana, kanipa vyakula vingi sana hadi nimekula hadi kusaza. Shangazi naye. Simuona nimekuja na muogo. Na mimi nataka muogo. Anabaya shangazi. Vipi lakini kazi zinasemaje? Kazi kama kawaida zinaendelea vizuri. Ngoja basi nikakuchukulie chakula. Asante. Sasa ngoja. Chakula nimeshakula kwa shangazi. Umekula kweli? Nimekula kwa shangazi. Sije ukawa na kesho na njaa Hamna. kukonda. Hapana, miogo nimekula miogo, simuona hii nimekuja na muogo hapa. Haya, ulipokuwa mcheo simba hata kumbebea mke wako. Sema amemalizia dogo hapo. Nilijua lazima ushinde dogo. Muogo mkubwa ule. Sawa nenda basi. Haina shida. Waifu. Njoo. Umeona dogo kashindwa muogo. Nilijua tu na yeye huyo. Chedhe ya shangazi wewe. Asante. Unyama. Nashukuru. Haina noma. Muogo mtamu. Kweli? Ndio maana ulilaumu. Niko ndani. Haina noma. Bibi. Nakuomba ndani. Sawa nakuja. Rudi ndani mume wangu. Unaenda wapi? Hebu rudi ndani wewe. Unaenda wapi bwana? Wewe ndani umeniomba ajili ya nini? Umeniomba madada au mke wako? Niache bwana. Kwani unigea hapa ndo kama mimi nirudishe kwetu? Unajua kujaza choo hapa mimi. Hebu rudi ndani. Na bwana kelele ndo ofisi. Jamani, nitakujazia nje mume wangu. Hebu rudi ndani. Kuna nini ndani? Unifanya mbishi? Uko nani mwingine? Ngoja nikujazie nje hapa. Yes. Hivi huko ndani umeniomba kama mke wako? Shemu afadhali umekuja. Yaani huyu bwana huyu hana shughuli humu ndani. Toka amenileta. Hajawahi shughulika. Ananiona kama dada yake. Mimi sikubali. Narudi kwetu. Siwezi mimi. Nafanya nini hapa? Shemu mimi sikubali huyu mtu. Sikubali yake ya Mungu. Bwana mimi sielewi. Anataka kama nipo kwenye disco mwanangu. Mimi sikusikiliza yake ya Mungu. Ngoja niongee kwanza sisi wanaume. Shemu mimi siwezi sisi wanaume ngoja kwanza tuzungumze. Njoo kwanza tuzungumze. Yaani huyu bwana jamani au jogoo pandi mtungi nini? Yaani haiwezekani mtu toka amenioa hata kusema sijui anahisia na mimi. Jamani, hawa amelogwa nini huyu?
I wanna marry you because you're the first person I wanna look at when I wake up in the morning, and the only one I wanna kiss goodnight. When you love someone as much as I love you, getting married is the only thing that's left to do. So, will you marry me? That's on this beat, ladies and gentlemen. Siku nyingine Hello. Madam. Uko sehemu gani? Hapo nyuma. Hapo ndipo baba na kusubiri baada ya dakika 2. Karibu sana madam. Asante huko. Nyumbani familia yangu inaenda vizuri kabisa. Sijui labda mwalimu Sumo yule. Ajambo kabisa. Vipi zatoka juzi shuleni kule? Shuleni kuko tu tulienda tukuzuri salama. Tunashukuru Mungu. Mpaka leo umetoka salama. Bali nisio mnaenda kwenye kikao kile, sasa mimi nilikuwa busy. Of course hapo kama unavyoona hapa mimi natumia light Sprite. Sasa sijui kama mzangu madam anatumia ni gani. Mimi natumia Fanta. Fanta. Wait, namba Fanta. Vipi lakini mambo mengine? Mambo yanaenda vizuri kabisa. Nasema ndio hivyo. Sijui tena mwalimu. Sikushukuru Mungu wala kujua maisha yetu haya. Haya. Kwa hapa Dada mambo. fresh kabisa. Dada mambo. Sasa nisema. Mimi mzima zako. Dada nini? Aina gani? Rangi gani? Ya njano, orange. Sio kama huko nyumbani kwao sio tena. Yaani nasema ni kwanza out. After you spend the message, wala kama ujibu ulikuwa sio busy. Really? You spend kutoka shule kumbuka saa 10 ile. Simu alikuwa nayo baba na hisi. Baba bro. Ndio ndio mwenye kama tumia watu wawili. Kama unajua ndio lazima wafanye hivyo. Mshirikiana. Ndio kabisa. Hivi ndivyo mastori. Si tu bwana, kama unajua maisha ni sasa magumu tu, tunapigana na wanafunzi bora tuelewe, maisha ni mbaya. Maisha magumu. Utafuta nikaona bora nije nimpigie wako. Asante sana. Yaani kwanza jambo jema, unajua kumwita mtu hadi kukulikia anafanya vizuri. Yaani anaonyesha busara zake. Yeah. Na ukiona mtu amekuita kama hapo, unajua na jambo lake la muhimu sana. Yes, kwa sababu juzi nilitumia SMS kama ninavyosema haikujibiwa. Nipigia simu nimesema labda ndio jana nilipokupata nikasema nitoe out. Nilipotoa out ani na jambo langu. Of course ni jambo. Mmoja kama mwenzangu ni yupo kabisa. Yupo ana mambo mengi, nimemwacha nyumbani na familia yake. Ayo na mimi si mzee ukakaa tu ndani leo mbaya sana. Lazima ukuje. Ndio hivyo ni mimi na jambo langu ambalo nilifanya kuiti. Ni kubwa sana. Ndio maana nilisema labda ndio maana yani pale lengo langu nataka uje nyumbani. Ndio nilifanya kubadilika ila leo na jambo langu kubwa sana ambao nataka uje hapo. Hamna shida, wewe funguka na kusikiliza, niko hapa kwa ajili yako, nimeitika wito wako, naomba kufunguka tu sijali kama mwenzako. Anakuelewa sana ila kusema kweli madam. Wewe na mimi tumezoea muda mrefu sana. Unajua? Tunafanya kazi miaka mingi sana. Nadhani shule ni miaka zaidi ya 7. Ya, mimi mwenyewe naelewa mimi niko single. Yaani leo sio. Yaani jambo langu kubwa nilifanya ni kuja hapa. Ni kuwa mimi na kuhitaji. Yaani mimi maisha yangu ni future yangu baadaye. Sio unajua tena. Sasa sikasema nisimpigie simu au nimwambie kwa simu kwa sababu sio vizuri. Nimuite, nimtoe au tuongee. Labda mzangu madam anachukuliaje? Kwa kweli mambo ukweli. Kwa mimi haitowezekana.
kwa sababu mimi wewe ni mwenzangu na isitoshe mimi ni mke wa bosi wako. Yaani inamaanisha ni mke wako. Kwa hiyo mimi sasa ninasema eti nifanye hivyo kwa sababu ya kumsaliti mume wangu, siwezi. Kumbuka sisi ni wanandoa na hatuwezi kufanya hivyo. Ndio nimekuelewa, ndio wanandoa, lakini hadi nimefanya hivyo. Ndio nimeshajua kwa wewe ni wanandoa. Na kabisa wewe mwalimu mkuu wanao katika shule. Lakini mimi wanawake wengi wanaongoza mtaani, lakini naona sio wazi yangu kutokana na maisha yangu jinsi yalivyo. Ndio kwa hiyo mada unanifaa. Ndio maana nimekuelezea swala hili. Kwanza hapo unanikosea. Unatambua kwa sababu gani? Hivyo wewe shaka na kufikiria ukasema kwamba kwanza ukaangalia huko mtaani unajiona mabinti wengine. Ukaona ni mimi tu. Na isitoshe mimi ni mke wako. Na unanifanyia hivyo. Unategemea nini baadaye kitokee? Yaani sawa, nimeshaelewa kwa mabinti wako ndio kama nilivyosema. Wapo wengi lakini yani azi yangu kwa nani sijazoea na wani yani siku hizo wapende wenyewe. Kwa hiyo unatongoza hata ngome za nasi leo. Hapana, nani kutokana na wewe si ndio nilivyokuzoea. Mazoea. Kwa sababu nimefanya unitongoze. Ndio mazoea yangu. Sasa hapa niwaambie hivi. Mimi kwa akili yangu na binafsi yangu, mimi najua kabisa mimi ni mwanandoa, ni mke wa mtu, siwezi kufanya upumbavu ambao sina. Kwa hapo utanisamehe tu. Hivi madam, kusema ukweli, komesha leo hii. Kwa hata sijaada iwe kicha mswada na kumwelewa mwenyewe. Kwa sababu yule kusema ukweli maisha ni sisi mimi na magari na nyumba kifahari. Sema hivyo. Lakini ingekuwa hivyo watu wanaangalia labda mapenzi, labda niende mpaka mtu ambaye mwenye gari au mwenye pikipiki. Hakika watu wasingekuwa wanaoana. Kila siku mapenzi yangekuwa yanaisha mtaani. Mimi leo sijapendea gari au nini, au labda mimi hata kama nikaa na wewe soma nitakuwa nipendea gari au labda kuwa na nyumba. Hapana, mimi ni mapenzi yangu binafsi ya dhati kwa wake, kwa hiyo siwezi kumsaliti. Amini hivyo nakwambia. Lakini mimi nilikuwa jambo langu zuri sana. Unajua yule mwalimu Sua. Yaani nilikuwa pale lesini nilifika pale. Unaelewa? Yaani hapa pale tu unasikuka hamna hata jiko mimi hamna, ni maisha ni ya chini sana. Yaani uzuri nishakueleza. Kwa hiyo wewe hapo kama ndo shida zako ni hizo, right, ningejua hata nisingejisumbua kutoa mgongo kule kuja kufuata hapo kusikiliza maelezo yako. Sawa? Kwa hiyo naomba hapo nisamehe. Mimi sihitaji upumbavu wako na naomba tushindane kuanzia sasa hivi. Nilikuwa nakushika mwalimu zangu, tunafanya kazi shule moja. Kwa hiyo naomba maneno yako yaishapo hapo. Zaidi hapo tutagombana. Lakini sio kwa ubaya, nilikuwa serious, sio kwa ubaya. Sio unaelewa maisha. Nishakwambia, hakuna cha serious wala nini. Mimi sihitaji upumbavu wako. Nasema sasa. Lakini madam mnajua kwamba mimi namhitaji sana. Mimi sielewi kwa nini unanifanyia hivi mara. Nishakwambia. Hauelewi nini? Ukweli nishakwambia kwamba mimi nimekuaje mpaka kufanyaje? Mpaka kukwambia hivyo. Mimi sitaki. Lakini madam msifanye hivi madam. Nishakwambia, kwa hiyo kama tumefikia stage hiyo, mimi nikuache hapo. Mimi nakutaka. Amekuelezea tu mwenyewe. Kwa nini kupombe hapo mtungi basi? Iwezekanaje? Hapa sijui nitafanyaje. Au je, nibaki na mganga au
maji. Unyama. Safi mwanangu. Mwanangu inakuaje pande hizo udogo? Uko safi mwanangu. Au si? Shemeji. Yuko safi. Mwanangu harakati zinaendaje? Kibishi hivyo hivyo. Sasa mwanangu hapa kuna jamaa yetu anataka kuingia hapa mtaani, au si? Ametokea wapi huyo? Jamaa yetu mwenyewe? Ametokea Mtwara mwanangu mkoani, si unajua? Msela au? Mwanangu chuma cha kwenda mwanangu. Yaani akija tu kwenye misha zetu zile. Mwanangu mbona zitakuwa fresh? Au sio? Basi hii imeisha hii. Hadi misha zetu za kukaba zile nini mzee? Hapo nyama mwanangu mshua kweli huyo. Basi hii imeisha kwanza hilo imeisha. Vipi lakini? Mwanangu hapa sielewi wala nini mwanangu. Bwana yako inaisha au nikupe nyingine? Mwanangu leti. Ila mwanangu hiki kitu hiki. Yaje. Mwanangu. Au nenda wote. Nenda wote. Unamhitaji Yesu, unamhitaji Yesu.